it's hard actually, sio kazi nyepesi, like seeing different staffs at the hospital, afu rudi nyumbani you're just normal, labda kama you're using drugs and all that, but nimewahi actually. Unfortunately he passed away. Kwa hiyo whenever I try to give up on things, na hisi kwamba like kila kitu nataka nifanye mwenyewe, like nikiacha hiki kitu nani atanifanyia, so I have to do it on my own. Kwa hiyo anakuja kumleta, it was worse actually. Mtoto kashafika kwenye ile stage ambayo ilikuwa ni stage ya mwisho. You know how it feels like wewe mama uliyemzaa mtoto haujali, afu mtu mwingine ndo ana feel the pain. When I feel I'm down, ama kuna kitu kimenitatiza, ama kuna kitu ambacho nimekiona kwa mtoto kazini ambaye nimemtibu, I'd rather go to church ama niende kufanya mazoezi. Lazima uwe na faith, imani. Imani ni kitu muhimu sana. Hata dawa unazotoa kwa mgonjwa, lazima uwe na imani nazo kwamba this medicine are going to cure kile kitu ambacho kinamsumbua. Well, actually mimi personal sikuwa na intention ama sikuwa na dreams za kuwa daktari in any means, but mtu ambaye alini influence ama akaniweka akili yangu iwaze ama ifikirie kwenye mambo ya udaktari ni baba yangu, ambaye sikujua kwamba alikuwa na sababu ipi ya kutaka mimi niwe daktari ama kusoma mambo ya udaktari, na unfortunately he passed away, and sikuwahi kujua kwamba ama sikuwahi kuelewa sababu ya yeye kutaka mimi nisome masuala ya afya. And nikisema kwamba kwa daktari wa watoto, mimi I love kids, napenda watoto, kwa hiyo niliona zaidi ni best kwenye kids, hivyo kusaidia watoto, and just shortly napenda watoto. Okay, tukiongelea tukio, actually matukio ni mengi, na unapokuwa sehemu ya afya actually unakuwa na changamoto ziko nyingi na matukio ni mengi, haiwezi kuwa tukio moja, kwa hiyo ni matukio kadha wa kadha. But in fact tukio ambalo liliwahi kunivunja moyo and I had to go home kweli, like nasikia nimeumia. There was this kid alikuja pale, wazazi wake walifariki actually last year. Mama yake alifariki mwaka jana, baba yake akawa amefariki mwaka huu mwezi wa kwanza. Yule mtoto alikuwa anaishi na baba yake mdogo. Baba yake mdogo alikuwa ni mtu ambaye anatumia alcohol, na hii alcohol inaitwa gongo actually. So yani alikuwa haishi naye, yani kusema kwamba anamwangalia mtoto. Alikuwa almost ana 5 years, ni mvulana, kwa hiyo hakuwa ana spend time with him, anakaa naye muda wote hivyo. Kwa hiyo kama yani ni mtu tu alipita pale nyumbani akakuta mtoto ana hali mbaya, and it was bad actually. Kwa hiyo akaletwa pale and I was supposed to be in charge, and unfortunately mambo hayakwenda vizuri. Yule mtoto alikuja pale na hali mbaya, kwa hiyo he had to pass away. Kwa hiyo yani ni kitu ambacho kiliniumiza. I can feel him, and siwezi sema sana actually. Kwa hiyo that's the worst thing, I had to feel it. Alafu ni mtoto bado mdogo, kwa hiyo alikuwa haelewi kitu chochote hivyo, and ba mdogo, and he was very comfortable. Ba mdogo ana ili wala lile, kwa hiyo sad, it's very sad and it's hard actually. Sio kazi nyepesi, like seeing different staffs at the hospital, afu rudi nyumbani you're just normal, labda kama you're using drugs and all that, but nimewahi actually. I'm going to give you niliview. Anasema like alikuja mama ana mtoto actually. Mtoto alikuwa na TB actually, tuberculosis. Kwa hiyo alikuwa na tuberculosis pamoja na HIV AIDS. Kwa hiyo mama knew kwamba mtoto ana shida hii, lakini still alikuwa amekaa naye tu nyumbani, and they had this, yani walikuwa naishi kwenye mazingira magumu sana. Kwa hiyo mama had to step outside akatafute chochote, na njia ambazo alikuwa anatumia kutafuta pesa ya kuwalisha watoto nyumbani, it was yani kufanya activities mbaya. Kwa hiyo alikuwa anafanya activities mbaya ili arudi nyumbani
kuwalisha watoto. Kwa hiyo anachopata kile akipewa maybe from men's and all that ndo aje hivyo. Kwa hiyo unakuta mtoto anashinda mwenyewe nyumbani, unakuta usiku mama hayupo hivyo. Kwa hiyo anakuja kumleta, it was worse actually, mtoto kashafika kwenye ile stage ambayo ilikuwa ni stage ya mwisho. So we had to admit the kid ameenda kulazwa. Baada ya kulazwa it didn't work out, pia akawa amefariki. And what was funny, mama anaweza akaja anakula hata mandazi pale kazini, but the kid is very unconscious, anaumwa, yani the mother doesn't care. You know how it feels like, wewe mama uliyemzaa mtoto haujali, afu mtu mwingine ndo ana feel the pain. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho huwezi acha kukifikiria, like yule mama anawezaje kuja na nguvu afu mtoto yuko kwenye ile hali. Kitu kigumu ambacho unapowatibu watoto na kwa watu wazima ni tofauti, yani kuna utofauti. Actually mtu mzima ni mtu mzima tu kwa sababu anaweza kujielezea, lakini mtoto, unaambia mtoto wa 3 years 6 weeks hawezi kujielezea. Kwa hiyo unabidi utafute ufumbuzi wa tatizo hata kama mzazi hawezi kulielezea, so you just have to find ni nini shida. Kwa hiyo that's the main hard thing. Mtoto hawezi kujielezea, lakini mtu mzima anaweza kuspeak kwamba tumbo linauma, kichwa kinauma, macho yanauma, hapa panauma, but a kid hawezi. Okay, well, kitu ambacho kinanifanya niendelee kuipenda kazi ninayofanya ama kuendelea kudeal na watoto ama kutibu watoto. Kwanza naona watoto wengi actually, so watoto wote wanakuja pale unconscious, so watoto wengi wanakuja pale wanaumwa hivyo. Kids are funny actually wa hivyo, na unatakiwa tutengeleze mazingira na watoto, kupenda watoto. Kwa hiyo ningependa kuona watoto zaidi, wengi zaidi, yani sijawahi feel like kwamba niache kuona watoto, hapana. I like kids na ningependa kutibu watoto wa aina mbalimbali kwa sababu what inspires me ni kwa sababu wazazi wanakuja pale wana maisha magumu actually. Unakuta mtu anakaa let's say Gombe, Ukelewe, lakini yuko lazi kutafuta nauli kidogo kumleta mtoto matibabu. So ni kitu ambacho kinani push like I should help the kids and I should keep going. When you speak about standing strong while I'm emotional, mimi nitasema ni kanisa na mazoezi actually, kwa sababu mimi nasali, I'm a praying girl. Kwa hiyo when I feel I'm down ama kuna kitu kimenitatiza ama kuna kitu ambacho nimekiona kwa mtoto kazini ambaye nimemtibu, I'd rather go to church ama niende kufanya mazoezi. That's what I like to do when I feel emotional, and sometimes like maybe reading books and just paintings. That's the stuff I love to do when I feel a bit emotional. Okay, cha kwanza unapokuwa unamtibu mgonjwa, seme general like mgonjwa, sio tusibezi zaidi kwenye mtoto, lazima uwe na faith, imani. Imani ni kitu muhimu sana. Hata dawa unazotoa kwa mgonjwa lazima uwe na imani nazo kwamba this medicine are going to cure kile kitu ambacho kinamsumbua. Kwa hiyo unapomtibu mgonjwa anaendelea vizuri ama anajisikia vizuri, familia yake inakuja pale inatabasamu, kwangu personal I feel really happy and naendelea kuwa connected. Kuna mzazi mmoja niliwahi kumtibu mtoto wake actually. Alikuwa anaishi Sengerema. So alitoka Sengerema ana mbuzi, akaniletea mbuzi. So that's something like yani analia kabisa, daktari asante, like you really helped me. Sikufikiria kwamba like huyu mtoto angepona hivyo. Kwa hiyo unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo sijawahi kuwasahau mpaka leo. Kwa hiyo that's it. It's very nice, you feel proud. Personally, sijawahi kusema kwamba I should give up on this work nikafanye kitu kingine. It's something ambayo naipenda, yani ishakuwa kitu ambacho nakipenda and I really want to do it every day. Kwa hiyo kwenye kazi kuna changamoto nyingi sana hivyo. Unatibu wagonjwa, anafariki, kazi ni nyingi, you are being busy all day, hamna kupumzika, you have to work mpaka on weekends. Lakini ukitafakari kwamba you have to move, maybe go to other place ama ufanye biashara zingine,
you still have to look way back, like hawa watoto unaowaona, it's like ni baraka. Yani unavyowaona wale wagonjwa, vile unavyo sacrifice, ni baraka Mungu anaona, like you're really trying to do and hivyo. Kwa hiyo sijawahi kufikiria kuacha kazi hii nikabase kwenye kitu kingine. Maybe naweza nikafanya vitu vingine, still bado ninafanya kazi yangu. Okay, what pushes me forward? Mimi, I lost my boss parents actually. It was mwaka juzi. Kwa hiyo whenever I try to give up on things, na hisi kwamba like kila kitu nataka nifanye mwenyewe, like nikiacha hiki kitu nani atanifanyia? So I have to do it on my own. Hivyo I don't have a shoulder to lay on. Kwa hiyo I just have to stand strong and keep moving. Kwa hiyo as days goes on, I manage to be strong and endelea kupambana, and I would like to see more kids. I would like to get more further educations, and maybe some days nitakuwa sio hapa tena, naona watoto wengine sehemu nyingine. So I love what I'm doing.